Brr, brr, brr. Oh, Mungu wangu! Naam, ulikuwa mlio wa simu ndio ulimshtua Vicky kutoka kwenye usingizi. Alishtuka baada ya kuona kumekucha, muda umeenda sana. Jamani, nimechelewa na leo. Aliinuka huko analalamika haraka haraka. Alioga na kuvaa. Nje kulikuwa na dalili za mvua kunyesha muda wowote. Vicky alipitia sweta la dada yake juu ya kochi haraka na kutoka. Alichukua boda haraka kuwahi sehemu yake ya kazi ambayo anafanya kama kibarua. Baada ya hapo anaelekea chuo. Hoteli anayofanya usafi Vicky ni hoteli kubwa sana, hoteli ambayo inakutanisha watu maarufu mbalimbali, vigogo, matajiri na hata mastaa wakubwa hufikia hapo. Chumba namba 457 katika hoteli hiyo hiyo kulikuwa na mfanyabiashara maarufu na tajiri mkubwa mwenye umri mdogo sana kutokea Los Angeles, Mr. Alberto. Naam, Alberto ni kijana mdogo sana kulinganisha na utajiri mkubwa anaomiliki huko Los Angeles. Ni kijana aliyechanganywa na mataifa mawili, mama yake akiwa Mkenya na baba yake ni raia kutoka Marekani. Wazazi hawa walikutana Kenya miaka mingi baada ya baba yake Alberto kufika Kenya kama mtalii na kukutana na mwanamke aliyekuwa akitembeza watalii. Waliungana na kupata familia ya watoto wawili, wa kike na wa kiume. Hii ilifanya Alberto kuwa na rangi nyeusi iliyochanganyika na weupe na kufanya kuwa chocolate, huku nywele zake zikiwa upande wa baba yake. Ikamfanya kuwa kijana mwenye rangi nzuri na iliyovutia machoni na kumwongezea utanashati wa hali ya juu. Naam, ni miaka michache imepita tangu familia yake kupata ajali mbaya ikapelekea kutoa uhai wao. Baba, mama na mdogo wake Alberto, huo ndio ulikuwa mwisho wao. Miradi yote na mali zote ikabaki chini yake. Baada ya muda akaona kuwekeza nchi za Afrika ilipo asili ya mama yake. Katika uchunguzi wapi awekeze, ndipo alichagua nchi ya Tanzania yenye madini mengi sana. Naam, ni siku moja tangu afike Tanzania akafanya mambo yake. Usiku huu aliamua kupumzika kwenye hotel iliyopewa sifa zake kede kede. Humo ndio alipumzika. Asubuhi ndio ilikuwa safari ya kurudi nchini kwake. Akafanya taratibu zingine kabla kurudi tena Tanzania kuendelea na uwekezaji wake. Wakati ndio panaanza kukucha, Alberto alishikwa na ugonjwa wa ajabu sana. Joto kali lilianza kumvuja, nguo zote akaona zinambana, mwili ulikuwa unatetemeka, kiu kikali anakisikia. Alidumu kwenye hali hiyo kwa zaidi ya saa. Hata kujisogeza kitandani alishindwa. Sauti haikuwa inatoka. Anaomba msaada, sauti inaishia tumboni. Akawa mtu aliyekata tamaa kabisa. Ghafla kengele chumbani kwake iligongwa. Taratibu akajiinua kusogea mlangoni kwa tabu hivyo hivyo. Ndio huu muda sasa Vicky alikuwa nje mlango huo kwa ajili ya kufanya usafi chumba hicho hicho. Alberto akaufungua mlango hivyo hivyo kwa tabu, anakutana na Vicky. Hello, mimi help, please help me. Naam, kabla hata Vicky hajamaliza kujitambulisha kazi gani imemweka hapo, Alberto alimvuta kwa nguvu chumbani huku akimwomba msaada kwa lugha ya Kiingereza. Vicky akabaki anashangaa. Alikuwa anashangaa na Alberto akaufunga mlango kwa nguvu. Naam, Vicky alitaka kumuuliza Alberto
shida yake nini? Maana alionekana ni mtu anayepitia maumivu fulani makubwa sana. Sasa kabla hajafikisha neno lake, alishangaa kuona mtu asiyemjua, mteja ambaye anaamini ni VVIP. Anaanza kumvua nguo kwa nguvu. Vicky akaanza kujitetea, lakini wapi, Alberto alimzidi nguvu. Na chumba kilikuwa na mwanga hafifu, hata sijui kwa nini, lakini chumba kilikuwa na mwanga ambao huwezi kuiona sura ya mtu kwa uzuri kabisa. Bila kutegemea, Vicky alitolea nguo na kutupia juu ya kitanda. Alipiga kelele kuomba msaada. Wapi, kelele hazikutoka nje. Alberto akamkabili Vicky na kumvunja usichana wake ambao yeye aliulinda tangu anajitambua mpaka sasa yupo chuo. Hakuwahi kuwa na mahusiano. Bila hata kujua kwa nini anafanyiwa hivyo, Alberto alifanya mpaka alipomaliza shida yake ndio akatoka juu ya kifua cha Vicky. Baada tu kumaliza jambo lake, Alberto, ule ugonjwa wa ajabu ulipotea, nguvu zikarudi kama kawaida na akili yake ilikaa sawa. Aliinuka haraka kutoka kitandani. Muda ulikuwa umeenda sana na zimesalia dakika chache tu ndege kuondoka. Wakati huo Vicky alikuwa amejibana pembeni kabisa kitanda. Uso wake alikuwa amegeuzia upande mwingine. Mgongo ndio ulikuwa unaonekana pamoja na uchogo. Alberto aliwasha taa ili amtizame. Taratibu alisogea ili amgeuze walau amtizame uso mtu huyo aliyetembea naye kwa dakika hizi chache. Wakati ndio ameshika bega, simu yake iliita. Kijana wake akamwambia kuwa wanachelewa ndege, ilibidi aache haraka. Akavua haraka saa yake ya thamani yenye dola nyingi sana, yani mamilioni ya pesa za Tanzania. Akaivua na kuiweka kwenye mfuko wa koti alilokuwa amevaa Vicky, kisha akatoka zake haraka. Naam, Vicky taratibu naye alijikokota kwa maumivu huko analia. Akainuka kitandani aondoke zake. Kilichomuuma, kwa nini watu wenye pesa wanadharau sana? Kwa nini amfanyie hivyo? Alberto alipotoka mle chumbani alikutana na walinzi wake parking. Akamwambia msaidizi wake mmoja anayemwamini sana, akamwambia, msikilizaji, hapa sasa walikuwa wanaongea kwa lugha ya Kiingereza. Mimi nitakusaidia sasa. Nitakusaidia kuongea kwa Kiswahili, yaani kutafsiri maneno ambayo walikuwa wanazungumza. Alikuwa anasema hivi: kuna binti amenisaidia. Naomba mpe kila anachotaka, mpe kila kitu, mpe pesa, mpe maisha. Yupo katika chumba nilichokuwa humo ndani. Ana koti la maroon. Naomba msaidie tafadhali. Naam. Dada yake Vicky, yeye alipomaliza kujiandaa kwa ajili ya kwenda chuo, ndiyo aligundua koti lake halipo. Na kulikuwa na baridi. Akauliza aliyechukua koti lake. Yeye aliacha juu ya kochi. Mama yake akamwambia amechukua Vicky. Sipendi kuvalia na nguo. I say spendi. Ngoja nimkute huko huko. Naam. Msikilizaji, nikukaribishe kwenye hii simulizi mpya kabisa. Simulizi ambayo inakwenda kwa jina Love at a First Sight. Ni simulizi nzuri, simulizi ya kusisimua. Simulizi ambayo imeandikwa na mwandishi Nash Stories. Anapatikana kwa simu 0773792227. Basi bwana, tuendelee na simulizi yetu nzuri kabisa. Aise, sipendi kuvalia na nguo mimi. Na kila siku namwambia sijui upoje. Yeye anafanya kazi, anashindwa kununua nguo zake, na ninamkuta huko huko. We Masha naye ni mkorofi. Mbona unavaa nguo zake sana? Naam,
Mama Masha ambaye ndiyo mama mzazi wa Masha, dada yake na Vicky, yeye hapo ni mtoto tu wa kufikia. Yaani Masha hakuwa ndugu yake wa damu, ni rafiki yake. Walikutana chuo kwa kuwa Vicky alikuwa ametokea kijijini akaja kusoma chuo mjini. Ndio Masha akamwambia aje kwao waishi wote ili kukwepa gharama za hostel. Ndio hapo Vicky akaanza kuishi kwa kina Masha. Akaona ili kupunguza gharama za maisha bora atafute kibarua, na ndio akapata hapo hotel kama mfanya usafi tu. Masha akatoka haraka na kipikipiki chake kidogo alinunua ili kurahisisha usafiri. Akaenda mpaka pale hotelini, akauliza mapokezi kama Vicky amefika hapo, akaelekezwa chumba alichokuwa anakifanyia usafi, ambacho ndio kilikuwa chumba cha yule VVIP. Bila kujua mambo yaliyomkuta Vicky huko sio tena ya kufanya usafi, ila yeye ndio kafanywa. Muda huo ndio Vicky naye amejikokota kutoka kitandani, akachukua koti lake taratibu bila hata kujua kama humo imewekwa saa, tena gharama sana. Wakati anafungua mlango kutoka na Masha ndio akafika, wakakutana mlangoni. Masha akamwambia Vicky tena kwa kufoka, "Spendi bwana, na kila siku nakwambia sitaki nguo zangu bwana." Masha kalivuta koti, maana Vicky alikuwa amelishika mkononi. Baada ya kulivuta akahisi kuna kitu kwenye mfuko wa koti, akamwambia, "Hii nini?" Huku anaingiza mkono mfukoni kutazama. Akakutana na saa nzuri. Maya alipoiona tu alijua, maana yeye ni mdada wa mambo ya kisasa. Hii saa ni ya Filipino, gharama yake ni zaidi ya dola milioni. Umeitoa wapi? Ndio Vicky akaiona, moyoni akawaza itakuwa yule kijana mjinga aliyembaka ndio kaiweka hiyo saa humo. Akamwambia, "Embu nipe." Masha akamwambia, "Hapana, huwezi kuwa na saa gharama, huwezi kuwa na saa gharama hivi. Alafu hii ni feki, si original." Masha akavaa ile saa mkononi, huyo akaondoka zake. Vicky akabaki bado anajikokota, maana hata kutembea hakuwa naweza, alikuwa na maumivu sana. Masha alipotoka tu nje alikutana na gari moja imetulia ya bei mbaya. Tanzania haipo. Sasa si unajua, yeye anajua mambo tofauti kidogo. Kwa hiyo alipoiona ile gari akabaki kuishangaa, hii gari ya wapi? Mbona gari ya hela sana? Akasogea karibu ili apige selfie na gari, ajiuzie zake sura mtandaoni. Na huku sasa kwa yule msaidizi wa Alberto, yeye alibaki Tanzania ili kuendeleza taratibu zingine na kukamilisha kabisa miradi yao. Yeye ndio aliachiwa kazi ya kumtafuta msichana ambaye Mr. Alberto anasema amemsaidia sana. Kitambulisho ilikuwa ni koti na saa ya bosi wake. Alirudi kutafuta huku kila kona, akamkosa. Akawachia vijana wake waendelee kutafuta. Yeye akawa anatoka nje. Sasa kwa mbali akaona mtu yupo bize. Yuko bize kweli kweli kushikashika gari yake. Mara apande juu pale mbele, apige picha, mara simame mlangoni, mara nyuma ya gari. Akabaki kushangaa. Sasa huyu binti anafanya nini? Mbona hana hata uoga na vitu vya watu? Akamsogelea kwa haraka, alafu akawa na hasira, hakupenda. Sasa namkaribia, si ndio anaona koti lile la maroon, wakati bado anajiuliza ni yeye ama sio yeye. Masha akanyosha mkono ili kupiga selfie na saa ikaonekana. Huyu. Akawaza, si ndio huyu msichana?
nimemtafuta huko kote sijamuona. Akamfuata haraka, akamwambia, madam, habari yako? Bila shaka sijakosea. Mimi ni kijana wa Mr. Alberto. Nipo hapa kumwakilisha kwako. Msikilizaji, sasa Masha hakuwa anaelewa, akabaki kushangaa mbona anapewa heshima za ghafla. Lakini kabla hajaongea neno, yule kijana aliendelea, na bosi anaomba radhi kwa alichokifanya. Haikuwa kusudi lake, hivyo ameagiza niwe karibu na wewe na nikupatie mahitaji yote muhimu utakayohitaji kwa sasa mpaka siku zijazo hadi atakaporudi. Yule kijana alikuwa anaongea kwa utulivu na kupangilia maneno yake. Heshima pia katika maongezi yake ilikuwa ni kipaumbele zaidi. Kifupi, alivutia hata kusikiliza. Masha aliposikia jina la Mr. Alberto akakumbuka wakati anamuulizia Vicky pale mapokezi, aliambiwa yupo chumbani kwa Alberto. Kabla hajafika mbali, akasikia wale wafanyakazi wanaongea habari za Mr. Alberto kuwa ni tajiri sana, halafu mdogo, mkaka na pia ni bonge la handsome. Masha ana akili haraka haraka, kwa hiyo akakumbuka Vicky alimkuta kama kweli hayupo sawa, na macho yake yalionyesha kabisa ametoka kulia sana. Lakini hata kumjali, ni mtu ambaye pia alishamchosha. Ni basi tu mama yake ndio anang'ang'ania Vicky kuendelea kuishi hapo kwao, bila hivyo angekuwa ashamtimua kitambo. Sasa Masha akabaki kuumiza kichwa, Vicky amefanyiwa nini? Hapo kichwani tayari tamaa ilikuwa ishamsimama. Swala la kusema eti siyo yeye hakuwa hata na mpango huo kabisa. Masha akabaki kufikiria kwa sekunde kadhaa. Msaidizi wa Mr. Alberto akahisi kama hajatoa maelezo yanayofaa, akamwambia tena, naitwa Rahul, ni msaidizi wa Mr. Alberto. Anaomba radhi kwa haina haja, mwambie nimemsamehe, lakini kwa yani lazima polisi wajue. Masha akaanza kulia. Msikilizaji, nini kitaendelea? Nini kitajiri? Je, Rahul atafanya nini? Je, Masha ataigiza kama ndiyo yeye? Nini kitaendelea? Nini kitajiri? Bwana msikilizaji, simulizi ndo kwanza imeanza kuchangamka. Mambo yanazidi kuwa ni moto. Katika sehemu ya kwanza tu mambo yameanza kuwa ni moto balaa. Bwana, niseme hadi kufika hapa sina la ziada, na hii ni sehemu ya kwanza kabisa. Tukutane wakati ujao katika sehemu ya pili. Nilikusimulia naitwa The Don. Bye bye.